siku hii ya leo mimi katika jukwaa la 6 la maendeleo ya ushirika kwa umma ambao umejumuisha wanachama, watendaji, wakulima, viongozi wa vyama vya ushirika na wadau wa vyama vya ushirika mkoa wa Ruvuma. Napenda kuwashukuru sana wanaushirika wote na wadau wa ushirika mkiongozwa na mrajisi msaidizi wa mkoa wa Ruvuma kwa kunipa heshima na nafasi hii adhimu ya kunialika kwa mgeni rasmi katika kufungua jukwaa hili la 6 la maendeleo ya ushirika mkoa wa Ruvuma na kuongea na washirika na wadau katika umoja huu. Najisikia furaha sana kukutana nanyi hapa leo. Ndugu washirika na wadau, napenda kuwapongeza sana kwa kufanikisha kufanyika kwa jukwaa hili, kwa kuwa ndio mara ya 6 kufanyika katika mkoa wa Ruvuma, likiwa na lengo la kuwakutanisha wanaushirika na wadau kupata elimu na mafunzo, kubadilishana uzoefu, kujadili fursa, changamoto na hatimaye kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo. Pongezi sana kwenu kwa kufanikisha hili chini ya usimamizi wa mrajisi msaidizi wa mkoa, maafisa ushirika na kamati ya maandalizi ambayo imejumuisha washirika kutoka katika halmashauri zote. Ndugu washirika, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2030 inatambua kuwa vyama vya ushirika ndiyo silaha ya unyonge na nguzo kuu ya ujenzi na uchumi jumuishi wa taifa na vyombo muhimu katika kufikia malengo na mipango ya maendeleo yenye kuwafikia wananchi wengi zaidi. Kwa kutambua wiki ya mwisho mwezi wa 6 ilitunda sheria ya ushirika namba 6 ya mwaka 2013 iliyosababisha kuanzishwa kwa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, ikiwa na jukumu kubwa la kudhibiti na kusimamia vyama vya ushirika nchini, pamoja na kuhamasisha wananchi wengi zaidi kujiunga na kuanzisha vyama vya ushirika katika sekta mbalimbali. Ndugu washirika na wadau, serikali bado inahimiza kuwa na vyama vya ushirika imara vinavyotoa majibu na kutatua changamoto za kiuchumi kwa wanachama na wakulima ambao ni nyenzo muhimu ya kujiletea maendeleo. Kwa ujumla, vyama vya ushirika vinapaswa vitumike katika kuchochea kasi ya maendeleo ya mkoa na taifa, hivyo kupunguza umaskini miongoni mwa wananchi katika mkoa wa Ruvuma. Ndugu washirika na wadau, kama ambavyo tulikuwa tunasikia na kauli mbiu ya jukwaa la 6 la maendeleo ya ushirika mkoa wa Ruvuma mwaka huu inayosema ushirika kwa dunia yenye amani, linda ushirika, linda ushirika. Kauli hii inatukumbusha na kuweka msisitizo wa umuhimu wa vyama vya ushirika katika kutatua changamoto za kiuchumi katika sekta zote za kiuchumi, kijamii, ikiwemo kilimo, ambapo ifikapo mwaka 2030 sekta ya kilimo itachangia asilimia 10 ya mapato ya taifa, na vyama vya ushirika vinatakiwa kuendesha kibiashara, kufanya kazi kwa wazi na uwajibikaji na uadilifu mkubwa katika kipindi ambacho mabadiliko ya kiuchumi katika vyama vya ushirika katika mkoa wa Ruvuma na kuendelea kulinda amani kama wanaushirika wakiwa
ni jamii katika dunia. Sisi wanaoshirika tuna jukumu kubwa la kuendelea kulinda amani katika nchi yetu. Ndio maana kauli mbiu hii inatupa tafakari pana kuwa ushirika kwa dunia yenye amani, linda ushirika, chagua uadilifu, na kuendelea kusisitiza kuwa ushirika kujiendesha kibiashara na uaminifu na uadilifu mkubwa, ikiwa kama dira ya vyama vya ushirika mkoa wa Ruvuma na tafakari katika jukwaa hili muhimu. Ndugu washirika na wadau, nimearifiwa kuanza kampeni ya uhamasishaji na kuongeza tija katika mazao yetu yanayolimwa katika mkoa wa Ruvuma, yaani kahawa, korosho, tumbaku, ufuta, soya, mbaazi na mahindi. Natoa rai kila halmashauri ya wilaya katika kushirikiana na vyama vikuu vyetu, yaani IFAU, TANCU, SUNATU, kuweka mikakati ya pamoja kuongeza uzalishaji wa mazao hayo katika mkoa wetu wa Ruvuma na kuhamasisha wakulima wote walime zao zaidi ya moja ili kuongeza kipato zaidi. Ndugu washirika na wadau, viongozi na watendaji wote walioko hapa, mnaelekezwa kusimamia na kuendesha vyama vya ushirika kwa kuzingatia sheria ya vyama vya ushirika namba 6 ya mwaka 2023 wakati wote wa uendeshaji wa chama na kujiepusha na vitendo vya ubadhirifu, yaani wizi, matumizi mabaya ya madaraka, kutowajibika, uzembe. Vitendo hivi vinasababisha vyama vya ushirika kuendelea kuzorota na kushindwa kutoa huduma kama ilivyotarajiwa. Yoyote atakayelalamika atachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni kuondolewa madarakani, kufikishwa mahakamani na kufidia hasara zote zitakazojitokeza.